Yo, shalom. This is Amos King. I hope you are doing okay. Now, leo nina jambo moja la kushare na wewe. Kuna tofauti ya kitu kuwa kizuri na kitu kuwa chema, ama kuna tofauti ya jambo kuwa zuri na jambo kuwa jema. Siku ile Yesu aliingia kwenye nyumba ya Mariamu na Martha. Biblia inasema kwamba katika kile kitabu cha Luka, alipoingia kwenye ile nyumba, Mariamu alikaa miguuni pa Yesu akiwa anasikiliza hekima ya Mungu kutoka kwenye kinywa cha Yesu, akisikiliza mafundisho, na Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa akatulia miguuni mwa Bwana akawa anasikia maarifa ya kimungu kutoka ndani ya Yesu. Lakini wakati huo dada yake Mariamu anaitwa Martha alikuwa jikoni, yuko busy akiandaa chakula kwa ajili ya wageni. Sasa nikuulize swali jepesi. Kuandaa chakula wageni wanapokuja nyumbani ni jambo baya? Hapana, ni jambo zuri. Lakini sometimes inaweza likawa si jambo jema kwa sababu ya majira. Majira haya Yesu alikuwa anahitaji chakula kwa sababu yeye ni huo mkate wa uzima. Alikuwa anamhitaji Martha aje akae pamoja na Mariamu aweze kula kutoka kwa Yesu, ila siwe kuandaa chakula, kwa sababu chakula alichokuwa nakitoa Yesu hakikuwa kizuri tu, bali kilikuwa kimebeba wema ndani yake. Martha akakasirika, akaenda akamfuata Yesu akamwambia, kwa nini usimwambie dada yangu aje nisaidie jikoni? Shughuli ni nyingi, nafanya peke yangu. Yesu akamwambia, Martha, Martha, Mariamu amelichagua fungu lililo jema, sio lililo zuri. Kwa sababu likiishia tu kuwa zuri halina jema, kuna shida. Kuna ule msemo ambao unasema uzuri wa mkakasi ndani ni kipande cha mti. Uzuri wa mkakasi ndani ni kipande cha mti. Manake mkakasi kwa nje ni mzuri, lakini ndani hauna jema. Huwezi ukatoa mbao kutoka kwenye mkakasi. Mnazi kwa nje unaonekana ni mgumu sana, lakini huwezi ukasema kutoka kwenye mnazi ambao nje unaonekana ni mzuri, ndani yake naweza nikatoa mbao ya kutengenezea kitanda ama kutengenezea makochi ya masofa. Hamna. Kwa nje unaonekana ni mzuri kama mkakasi, lakini ndani hamna kitu chenye wema ambao unaweza kumfaa mtu. That's why siku moja Yesu akaambia wanafunzi wake, namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Let me ask you something. Chakula ni kizuri kwa mwili, lakini chakula sio kila mara ni chema kwa ajili ya roho yako. Matter of fact, mambo ya rohoni yanapingana sana na chakula cha mwilini. Why? Kwa sababu chakula cha mwili kinanufaisha mwili tu, hakinufaishi roho. Kwa hiyo kula chakula mwaka mzima ni jambo zuri, lakini usipokuwa na majira ya kusema ninakikataa chakula cha mwili na ingia kwenye fasting and praying, kufunga na kuomba, unakosa jambo lilo jema la rohoni. So I want to tell you something. Sometimes not everything that is glittering ni gold. Sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Sometimes hata bati linaweza likapakwa rangi ya dhahabu likang'aa vizuri sana juani.